الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين أما بعد. Ningependa kudhihirisha furaha zangu na furaha za kila sunni salafi kwa bishara ambayo imedhihirika kwetu kuanzia siku ya jana. Bila ya shaka kila sunni salafi muhibbu litawhid والسنة alijawa na furaha kwa taarifa zilizoenea katika siku ya jana kupitia vyombo mbalimbali vya habari na kupitia mitandao ya kijamii, na ni taarifa za hakika ambazo zimethibitishwa na vyombo rasmi. Ni taarifa ya kuteuliwa الشيخ العلامة الدكتور الوالد صالح ابن فوزان ابن عبد الله آل فوزان، هو ambaye tunasoma vitabu vyake. Uyina حفظه الله تعالى مفتيا عاما للمملكة العربية السعودية ورئيسا لهيئة كبار العلماء ورئيسا للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه ويسدده ويعينه وينفع به الإسلام والمسلمين، اللهم آمين. ameteuliwa rasmi shekhe wetu huyu, mzee wetu, mwanachuoni mkubwa wa Ahlusunna wal Jamaa katika zama hizi, na ni jabal, ni mlima uliosimama imara katika milima ya maulama wa Ahlusunna wal Jamaa. Kateuliwa rasmiyan na al-Malik Salman ibn Abdul Aziz خادم الحرمين الشريفين, na uteuzi huo umefuatia pendekezo la wali ahdihi Sumu al-Malik Muhammad ibn Salman, pendekezo lake la kumpendekeza Sheikh al-Fawzani kuwa ndio mufti wa nchi ya Saudia baada ya kufariki mufti aliyekuwepo masiku kadhaa tu yaliyopita. Alifariki Sheikh Ali Sheikh rahimahullahu ta'ala. Sasa nafasi yake inachukuliwa na al-allamatu al-Fawzan hafidhahullahu ta'ala. Kwa hivyo kwa sasa Sheikh al-Fawzani ndiyo mufti wa Saudia nzima, lakini pia ndio rais wa jopo la maulama wakubwa ambao wana jukumu la kutoa fatawa mbalimbali na miongozo ya kidini katika nchi ya Saudia. Sheikh al-Fawzani anakuwa ndio rais wa jopo hilo la maulama, lakini yeye anakuwa ndio rais na msimamizi mkuu wa kamati ya kitaifa ya tafiti mbalimbali za kiilmu na kutoa fatawa mbalimbali za kidini. Sheikh al-Fawzani hafidhahullahu ta'ala ameteuliwa kwa mamlaka haya makubwa kabisa ya kidini katika nchi ya Saudia. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala amuwafikishe shekhe wetu huyu katika dhima hii kubwa aliyebebeshwa, na amsimamishe sawa sawa katika kutekeleza majukumu yake. Tumuomba Allah ampe msaada wake shekhe huyu
na unufaishe kupitia yeye Uislamu na Waislamu. Allahumma amin ya Rabb. Furaha hizi tunakutuko nazo kwa sababu ya ile manhaj aliyokuwa nayo Sheikh Al-Fawzani hafidhahu Allah ta'ala. Ni alimun sunniyun salafiyun mustaqim, ni mwanachuoni wa sunna, mwanachuoni wa kisalafi aliyonyooka, na kila anayemfuatilia Sheikh Al-Fawzan katika kada mbalimbali za mambo ya kiilmu atalibainisha hilo. Ukimfuatilia shekhe huyu hafidhahu Allah ta'ala fi muallafatihi, katika tungo zake anazotunga, utaona wazi kabisa utetezi wake mkubwa katika tauhidi na sunna na katika salafia, na kupambana vikali na kila bid'a wa shirkiyat na kila hizbia. Shekhe yuko dhidi ya mambo hayo. Kisoma vitabu vyake, wa khairu shahid, na shahidi bora kabisa katika hili ni vitabu ambavyo tunavisoma vya shekhe huyu hafidhahu Allah ta'ala kwenye darasa zetu hizi, kuanzia darasa yake ya kifikihi, lakini pia kitabu ambacho tunakisoma hichi tulichokuwa nacho, majibu anayoyatoa kwenye mambo ya manhaj, unaiona ile salafia ya wazi kabisa minhu rahimahullahu ta'ala. Lakini pia utamjua shekhe huyu kwa kufuatilia darasa zake fi durusihi, darasa zake mbalimbali anazofundisha ambazo zimerekodiwa na zinazoendelea kurekodiwa, wa fi muhadaratihi, na katika mihadhara yake, wa fi khutabihi, katika khutba zake, wa fi dawratihi alilmiya, na katika semina na warsha mbalimbali za kiilmu ambazo anazifanya, wa fi liqaat almutanawwi'a, na katika vikao na shura mbalimbali anazokaa al-allama al-Fawzani hafidhahu Allah ta'ala. Utaona kwa uwazi misimamo yake thabit juu ya tauhid wa sunna, na utaona ukali wake na tahadhari yake kubwa anaitoa juu ya ashirkiyat wal bid'a wal khurafat wal hizbiyat. Na ndiyo maana nikasema kila salafi amegubikwa na furaha. Lakini usiku wa jana inaonekana ulikuwa ni usiku mrefu sana kwa watu wa bid'a na mahizbi, hawajalala kwa namna walivyoungua na kuumia kwa shekhe huyu hafidhahu Allah ta'ala kuyachukua mamlaka haya, kwa kuwa wao ni kama ilivyokuwa kaida yao, hawawapendi maulama wa sunna athabitun ala at-tauhid wa sunna, hawawapendi na kila uchao wanawaombea mabaya. Sasa jana usiku wao ulikuwa mrefu kwa kuteuliwa Sheikh Al-Fawzani hafidhahu Allah ta'ala kuwa ndio mufti al-mamlaka. Lakini kwa upande wa pili ahlus sunna wamekuwa na bishara hiyo. Alhamdulillah walillahi alhamd. Kwa hakika sifa njema zote ni stahiki ya Allah subhanahu wa ta'ala, na hili ni jambo la kufurahisha sana, na tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala amtie thabati shekhe wetu na nguvu ya kuendelea kuipambania da'wa hii, hasa kwa nafasi ambayo ameipata. Hilo tuliombe sana katika dua zetu mbalimbali, kwa kuwa hii ni fursa ya kipekee, na hii inaonyesha wazi mawqif sahihi waliokuwa nayo watawala wa nchi ya Saudia. Watu wanawatukana tu na kuwakejeli na kuwabeza na kuleta propaganda nyingi sana, wakawazulia mambo mengi kwa chuki. Lakini pamoja na madhaifu yaliyokuwepo, wao ni wanadamu, hatusemi kwamba ni wakamilifu kama tunavyosoma kila siku, hawakosi makosa, lakini kwa ujumla wa mambo ni watawala waliosimamia misingi ya tauhid na sunna.
na ni watawala waliousimamia Uislamu. Katika ushahidi ni wao kumchagua mufti kama huyo, na huu ni mtiririko wa kihistoria. Angalia mamufti waliosimamishwa katika nchi ya Saudia toka kusimama daulatu tauhid, walikuwa ni a'immati sunna, ni mamufti ambao ni maimamu wa sunna, watu wa sawa sawa katika tauhid, toka zama za Sheikh Muhammad ibn Ibrahim Ali Sheikh, na baada yake kina al-Allama Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz na waliofuatia baada ya hapo mpaka hivi leo anachaguliwa al-Allama al-Fawzan. Milima katika sunna, hakuna mzushi wala munharif aliyepewa nafasi ya kuongoza dini katika nchi ile. Hii yaonyesha wazi misingi thabiti waliosimamia watawala wa nchi ile. Hii ni tofauti na nchi nyingi ambazo utakuta viongozi wao wa kidini ndio viongozi wa bid'a wal khurafat. Nchi nyingi ambazo zinajiita za Kiislamu, angalia mamufti wao, utakuta mufti ndio shekhi wa bid'a, sufi, kuburi, ikhwani, hizbi, jitu la maulidi, bali wengine ni munharifun. Baadhi ya mamufti katika baadhi ya nchi wamepinda kabisa katika milango ya itikadi. Unamkuta mufti ni ash'ari, mtu ana aqaid za kiash'ariyya. Sasa wale viongozi wakuu wa kidini katika nchi hizo wanatoa taswira ya wazi juu ya misimamo ya kidini ya hizo nchi. Sasa itabakia Saudia kwa sasa ndiyo daula iliyokuwa bora katika kudhihirisha na kuutangaza Uislamu. Umetaka ndio hivyo, ukutaka ndio hivyo hivyo. Na kama hutaki tuambie, unaifananisha Saudia na nchi gani ya Kiislamu katika dunia ya leo? Hebu tuambie. Itakuwa nchuki zako tu. Lakini una matatizo. Haya yapo kwa wanadamu, hayajaondoa ubora wao, na sisi tunawaombea dua Allah waafikie kila uchao waendelee kutengenea watawala wa nchi ile, na Allah awaongoze katika haki na awaepushe na kila balaa katika yale ambao wanayakosea. Lakini bado itabakia ni daula bora. Wa ila tutajie nchi nyingine unayojua yenye viwango vya nchi ile kwenye dini kwa sasa. Fanya uadilifu tu. Ukishasema hivyo hawazungumzi, mmezidi, jazi na wasumbua. Wakiwatuhumu watu wa sunna labda wanapata misaada mbalimbali, ndio maana wanafunika kombe, lakini hawatotaja kwamba nchi fulani bwana kigogo. Tajeni, tutajieni hizo nchi za kishia, zitajeni nchi za kisufi, zitajeni nchi za kihizbi ambazo zimekumbatia hizbia, zitajeni, mnazijua, alafu mzifananishe na Saudia kwenye upande wa sunna. Kwa hivyo leo sisi tuna furaha kweli kweli, na Allah subhanahu wa ta'ala atuwafikie kutupa hatima njema katika hili, na matunda ya da'wa yaendelee kushamiri katika nchi hiyo. Ama wale waliochukia basi watakufa na chuki zao. Tumefahamiana Basi habari ya mjini ni hiyo kwa leo. Mnayo nyinyi? Mnayo habari?